Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii na kibali ambacho ametupa kwa asubuhi ya leo. Tuna somo ambalo linapatikana katika Mhubiri sura 3 mstari wake wa kwanza. Kwa wale wote ambao wanatufuatilia live kwenye YouTube, tunasema Mungu awabariki sana. Lakini mbele ya kuanza, tunaanza na maombi. Tufungue somo letu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu uko mwema na unatosha kwa ajili ya maisha yetu. Muda wa asubuhi huu tunaleta neno lako, upate kulipaka mafuta, ukubali kututumia kwenye kati za asubuhi. Asante Mungu kwa sababu uko Mungu na utabakia Mungu kwetu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Bila kugawia, tunasoma kitabu cha Mhubiri sura 3 mstari wake wa kwanza. Mhubiri sura 3 mstari wake wa kwanza. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutataka kuzungumza katika asubuhi ya leo wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ndio somo ambalo tutazungumza kwa asubuhi ya leo. Katika maisha ya mwanadamu kuna wakati wa Mungu. Kuna wakati wa Mungu. Wakati huo unaitwa Kairos. Wakati huo ukifika ni wakati ambao haujui una miaka mingapi, haujui unapitia nini, haujui una shida gani, haujui nini ambacho kinaendelea katika maisha yako. Wakati wa Mungu haijui kwamba umezeeka au wewe ni mzee au wewe ni kijana au ni nini. Ni wakati ukifika kumaisha inabadilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mifano karibia mitatu katika Biblia ambayo inaonyesha kama ni wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue tu kwamba katika kitabu cha Mwanzo Biblia inasema kwamba haikukuwa wakati wa Sara kuchukua mimba. Ukisoma Mwanzo 18 mstari wake wa 10 mpaka 14, au unasoma Mwanzo 22:1 moja yake mstari wake wa 3, utakutanisha ya kwamba Biblia iko nasema ya kwamba haikukuwa wakati wa Sara kuchukua mimba. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, Sara alichukua mimba. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao hata sayansi au wasomi wanashindwa kutambua. Ukifikiria maisha ya Sara, Biblia inasema ya kwamba alikuwa yuko mzee na muda wake ulikuwa ulishapita wa kuchukua mimba. Bwana Yesu asifiwe. Manake yale ambayo huwa yanashindikana juu wakati wa Mungu ukishafika huwa yanakuwa sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu ukifika, ukifika kwa mwanadamu, kila ambaye alikuwa kudharau atakuheshimu kwa sababu ni wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia Yesu anasema mungelijua wakati wangu au mungelijua anayeleta amani, msingeangamia kesho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu ndio tunangoja juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia wanaweka Yesu kaburini, akisha wanatia maaskari ili Yesu asifufuke, lakini wakashindwa kujua ya kwamba kuna wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakatia walinzi juu
wapate wasije wakamwiba Yesu, wasije wakaiba mwili wa Yesu. Walishindwa kujua ya kwamba kuna wakati ambao Mungu yeye mwenyewe alisema ya kwamba atafufuka baada ya siku 3. Wakati wa Mungu ukifika, inaonesha nani alikuwa juste na nani hakuwa juste. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati pia ambao ni wakati wa pili, ni wakati wa wanadamu. Hii ni wakati ambao kila mtu anaweza sema kila neno juu ya maisha yake. Ni wakati wa uchungu, huyu wakati wa mwanadamu. Ni wakati ambayo unapitia matatizo, ni wakati vitu vinainuka ambavyo haukuwa unapangilia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wanaweza tunga maneno na wanasema ya kwamba ni wewe ambaye umeyafanya. Hapa inatupeleka katika Mwanzo 13 mstari wake wa 13 na 14. Utakumbuka ya kwamba wakati huu ulifikia Yusufu, mke wa Potifa anataka wafanye naye tendo la ndoa, lakini Yusufu alikataa kwa sababu alijua ya kwamba hii ni wakati ambao ni wakati wa mwanadamu. Yusufu kwa wakati hiyo hakukuwa na cha kujisemea. Yusufu hata kama angesema mimi sikufanya hivi, lakini kwa sababu ilikuwa ni wakati wa mwanadamu, Yusufu alifikiria kufikia mpaka gerezani. Hata kama angesema namna gani, Yusufu hakukuwa na jambo yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu anabariki, wakati ukifika Mungu anabaki kimya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa mwanadamu ukifika, yule ambao ulikuwa unategemea sana, yule ambao ulikuwa unasema huyu ndugu anaweza kunisaidia, huyu anaweza kuwa msaada kwangu, wote wanabakia kimya. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu mbinguni pia naye huwa anabaki kimya. Bwana Yesu asaidie sana. Tuseme kuhusu wakati wa Ibilisi. Wakati wa Ibilisi, kuna wakati pia wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa shetani ni wakati ambao yeye peke shetani huwa anaingia kwenye vita. Yesu anasema ya kwamba wanampeleka mbele ya mfalme, mfalme Pilato. Pilato akamuuliza akasema, je, ni wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Yesu hakukuwa na cha kusema, alijua ya kwamba hii ni wakati wa Ibilisi. Wakati wa shetani ukifika, lazima mkorogana. Shetani ana njia nyingi za kupitia. Anaweza kupitia wanadamu, anaweza kupitia watoto wako, anaweza kupitia kazi, anaweza kupitia mke wako, anaweza kupitia jirani, anaweza kupitia kila kitu ambacho kinaweza kutumikisha wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni wakati ambao shetani pia huwa anatumikisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa.